Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa. Na leo bwana, tutakuwa katika somo linalosema au tutajifundisha dawa ya mvuto. Lakini mvuto huu ni wa kupendwa, ambao ni mvuto wa mwili wa kupendwa na kila mtu anayekutazama. Yaani wewe hujali ni mtoto, ni mzee, ni mkubwa, ni binti, ni mvulana. Unataka tu upendwe na watu wote. Hii unaweza ukaifanya, ikakufanya wewe ukakubalika. Unajua katika maisha hakuna kitu kizuri kama kupendwa na watu. Utakapopendwa na watu, utajua mambo mengi sana. Watakupa siri za watu, watakwambia jinsi gani watu wanavyokuzungumza huko nje, watakupa kampani, aidha ushirikiano, watakusaidia na watakupa habari za kukufurahisha na za kukunufaisha kama vile madili ya pesa na mambo mengi. Kwa dawa hii ni moja dawa nyepesi sana, lakini ni dawa moja nzuri na ni rahisi kutengeneza. Inahitajika kitu kidogo tu, ukifanya juhudi ukakipata unaweza ukaitengeneza dawa hii. Kwa hii ni dawa ya kuwa na mvuto wa mwili, upendo na kila mtu atakaye kutazama. Pia unaweza ukaielekeza kwenye biashara zako, kwa wale wanaouza wenyewe zile biashara zao, ukapendwa na wateja wako, wakawa na furaha, mimi naenda kununua kwa fulani, kwa sababu tu anapokuona au anapokutazama anafurahishwa na wewe, anakuona wewe ni mtu bora na ni mtu ambaye unavutia zaidi. Hivi je, kukutana na mtu ambaye anakuvutia mpaka roho inakuuma? Unaweza ukoshe kukutana naye, japo sio wengi, lakini kuna baadhi ya watu hiyo mivuto unayohisi wewe sio ya kawaida. Wanakuwa na vitu wamevitengeneza katika miili yao, alafu ndio imefanya wao wakavutia hivyo. Kwa somo letu la leo tutahusiana na dawa hiyo. Tunaipata katika kitabu cha Mwongozo wa Tabibu. Kwa wale wenye vitabu 12 au wana kitabu cha Mwongozo wa Tabibu, wanaweza wakaisoma dawa hii kuanzia ukurasa wa 127. Angalizo. Kabla sijatoa somo hili, nataka nitoe angalizo kwanza kwa wale wote ambao hawakupata ofa ya vitabu. Alafu saa hizi imeisha ndio wanataka vitabu. Ofa sasa hivi hakuna. Kila kitabu kina bei yake na tutatajiana bei huko mwishoni. Mfano kitabu hichi tunachojifunza leo bei yake ni 20,000 cash. Kwa sasa ofa hakuna, usijisumbue kuni DM, WhatsApp au wapi kwamba shana nahitaji ofa ya vitabu au ofa imeshaisha. Hakuna ofa inayoendelea kwa sasa mpaka tutakapotangaziana tena. Jambo la pili, kwa wale wenye vitabu waliopata vitabu kwa njia hizi za ofa, iwe ni ofa hii ya mwisho wa mwaka iliyopita au ni ofa zingine zilizotangulia, una vitabu, unamiliki vitabu vyote 12, nataka nikuelekeze jambo moja. Kuwa na vitabu vingi haimaanishi ndio utakuwa na maarifa mengi. Ila ukitaka kuwa na maarifa mengi, fuata utaratibu huu. Wewe umenunua vitabu vingi na unahitaji kuwa na elimu ya kitiba au elimu hizi za kimatibabu. Sio lazima uwe mtaalamu baadaye. Unaweza ukawa ni kwa ajili ya self defense, kwa sababu hizi elimu zina ulinzi. Unaweza ukatumia kujilinda wewe na familia yako, au ukaitumia kujinufaisha wewe na familia yako na majirani zako katika mambo ya manufaa. Kwa sababu ndani ya elimu hizi kuna vitu vingi tumevieleza. Kuna madua mbalimbali ya mivuto, kuna madua ya kuvuta riziki, kuna mambo mengi, kuna madua ya kuangamiza mambo ya machawi, majini, kuna madua ya mivuto. Kwa sehemu kubwa hizi elimu zimegusa msaada kwa wewe mtumiaji wa elimu hizi. Sasa utanufaikaje wewe mwenye umiliki vitabu labda 12 kwa mfano? Ili unufaike na vitabu hivi vyote, jitengee utaratibu, tena uandike kabisa kwenye karatasi. Karatasi hiyo ambayo utakuwa unaisoma karibu kila siku, unaiweka sehemu ambayo ni peupe au unaweza kuibandika hata ukutani kama inaruhusiwa. Andika ratiba, nitasoma au usomaji wa ratiba, usomaji wa vitabu vyangu. Andika kabisa, Jumapili nitasoma kitabu fulani,
na uandike utasoma kurasa ngapi. Sio useme nitasoma tu, afu unasoma peji moja umechoka unaacha. Jiwekee limit. Nitasoma kitabu fulani, au kutoka kwenye elimu labda ya mitishamba nitasoma kitabu kimoja, lakini nitasoma peji 10 kwa uelewa. Sio una flash kama vile unasoma gazeti. Kwa uelewa, ni unafuatilia kitu kwa kina. Andika Jumatatu nitasoma labda kitabu cha maajabu ya Qur'ani peji 10 au peji 20. Andika. Hivyo jiandikie vitabu vyote au elimu zote. Mfano kuna elimu ya abjadi, kuna elimu ya barati, kuna elimu ya Qur'ani, kuna elimu ya mitishamba, kuna elimu ya ulimwengu majina vituko vyao na furaha ya ndoa. Hivi vitabu pia kuna tiba mbadala, unaweza kujumlisha kwenye elimu ya mitishamba kule. Ukaona ratiba yako maalum na ukaizingatia kwa vitendo. Nakupa miezi hizi 3. Utarudi hapo utasema nimekuwa ni mtu mkubwa sana. Nimekuwa na elimu kubwa sana. Nimewasaidia watu wengi sana. Sababu vitu ulivyoandika mule ndani ya vitabu vyako nimevifanyia kazi, au nimevijua vingi ambavyo naweza nikavitumia. Mkosi wa bweha upo hivi. Mtu ana vitabu vingi, kusoma havisomi, anachagua kitabu kimoja tu anakuwa anasoma peji 2-3 anafunika. Peji 2-3 anafunika. Hiyo haitokusaidia. Mimi waga najisikia vibaya mtu anakupigia simu akwambia, naomba mimi na tatizo fulani. Sasa mimi pia ninamiliki vitabu vyako vyote 12. Lakini nataka unieleweshe hii tatizo langu nikasome kitabu gani? Inamaanisha huyu mtu hajasoma kitabu chochote. Kama angekuwa ameshasoma hizi taarifa angekuwa nazo kwamba tatizo hili linatibiwa hivi, tatizo hili litatulika vile, angekuwa ameshamaliza mwenyewe. Sasa huyo mtu unashindwa kumshangaa. Yaani unashindwa kumshangaa kwanza. Imekuwaje huyu mtu ana vitabu vyote 12 na solution yote imeelezwa humo? Ananiuliza tena mimi kwamba nikasome kitabu gani? Sawa, hatuamini kwamba ndani ya muda mfupi unaweza kusoma vitabu vyote, lakini jiwekeeni ratiba za kuvisoma vitabu. Vitamsaidia sana. Lengo la hivi vitabu sio kununua kama fashion. Lengo ni wewe na wewe ujisaidie wewe. Tuko katika ulimwengu wenye umechafuka vitu vingi, mazonge mengi, watu wanarogana sana. Basi iwe sababu ya wewe kujisaidia. Iwe sababu ya wewe kujigomboa kutoka kwenye mitihani ya kidunia uliokutana nayo. Vitakusaidia hivi vitabu. Ni mwongozo mzuri, na uzuri vyote ni vya Kiswahili ambavyo vinakuelekeza cha msingi tu ujue kusoma na kuandika. Vingine utakuwa unafuata kwa vitendo. Kwa haya nitaka niaeleweshe vizuri, kwa sababu kuna wengi sana wamemiliki vitabu vyangu lakini wengi hawajui jinsi ya kuvitumia. Kwa hiyo waweke utaratibu na ratiba maalum iliyoandikwa. Sio unajipangia tu kimoyomoyo. Na uweke ratiba, utasoma saa ngapi? Kama unajua ni mtu amezunguka Mission Town za mchana mzima, jiwekee ratiba kabla ya kulala lazima usome kitabu peji hata 5 au 10. Jiwekee hiyo ratiba. Alafu uzingatie, uishike ndani ya miezi 3 tu, afu utaona. Utakuja kunishukuru sana. Unaweza kuwa unapiga mbio kwenda huku na huku ukiamini ndio utafanikiwa, lakini kumbe mafanikio utakuwa umeacha baadhi ya maarifa kwenye vitabu, kwamba kumbe ungepita njia hii ingekuwa ni shortcut hata huko na kukimbia kwenda kupasua visuguu usingefika. Sasa tuachane na hizo habari za vitabu, turudi kwenye somo. Dawa ya kuwa na mvuto wa mwili upendwe na kila mtu atakaye kutazama. Dawa hii imeandikwa jamani, imeandikwa katika kitabu changu cha Mwongozo Tabibu, ukurasa wa 127. Kitabu hichi kina mwaka mzima kimetoka. Sio kimeandikwa jana au juzi, kina muda mrefu kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukatembelea kitabu hicho kikakuelekeza vizuri. Sasa kama utafanikisha kutengeneza dawa hii vizuri bila kukosea, basi mwili wako utapata mvuto wa kupendwa na kila mtu atakaye kutazama machoni pake, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lakini sio kwa uwezo wa shetani wala wa ibilisi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ila ni utaratibu tu unatakiwa uzingatiwe. Cha kufanya, tafuta yai moja la njiwa, ila yai hilo liwe zima. Kwa kama njiwa nyumbani kwako hakuna, nenda kwa wafuga njiwa, watakupatia yai zima. Tena vizuri unalipima yai. Sasa yai linapimwaje? Ukipewa yai usikurupuke tu kwamba yai kwa kweli hajapasuka nimechukua. Chukua ile yai, ingia sehemu yenye giza, kama ni ndani zima taa, alafu chukua simu yako limoleke lile yai. Ukiwa umeziba, yani yai lizibe penye ule mwanga wa tochi yako. Kama litakuwa linaonesha weusi mule ndani,
unamolesha umeliwashia hiyo tochi ya simu linaonesha weusi, basi ujue hiyo ilishaharibika. Ina maana ndani kumesha tengenezeka kile kiumbe. Hilo halifai. Ukiona linaonesha unjano njano ambao haujakolea, yani ni unjano ambao linaonekana linang'aa ndani, hilo ndio litakuwa zima. Hicho ni kipimo hata cha mayai mnaokwenda kununua sokoni. Unaweza kupewa mayai huko enda kula, unafika kula unapaswa unakushangaa mtoto anatoka mle. Alafu unashindwa kuelewa hili yai imekaaje. Kwa tafuta yai la njiwa zima kabisa. Hakikisha yai liwe zima na sio lililoharibika, yai yani yaivinza. Hapo ndipo mtihani wa kwanza unaanzia. Ukifaulu hapo, sasa ukishalipata hiyo yai zima, tafuta na mafuta ya marashi. Tafuta mafuta ya marashi yanayonukia vizuri, mfano marashi ya miski, Gift of Zanzibar, mafuta ya binti Sudani na kaza. Ando mafuta ya marashi haya. Na baada ya kupata moja kati ya mafuta hayo, ima mafuta ya miski, mafuta ya Gift of Zanzibar au mafuta ya binti Sudani au mafuta yote yanayonukia vizuri. Mfano hata perfume inaweza ikahusika hapa, lakini perfume nyingi zinakuwa zina split. Split inatokana na mambo ya pombe. Sasa perfume zisihusishwe sana kama chaguo la kwanza, ila zinaweza zikahusishwa kama chaguo la pili baada ya kukosa marashi haya niliyotaja hapa. Ima umekosa miski, umekosa Gift of Zanzibar, afu umekosa na binti Sudani au marashi mengine, basi perfume zingine sasa zinaweza zikahusishwa hapo, ila zisiwe chaguo la kwanza. Baada ya kupata moja kati ya marashi hayo yaliyotajwa hapo, basi au ukakosa ukapata perfume yoyote inanukia sana, hiyo inanukia sana, sio kidogo, inanukia sana, basi unatakiwa ulipulizie lile yai kwa perfume hiyo au yale marashi upake, kwa sababu marashi yenyewe ganasili unachovya, unapaka yenyewe upulizie, unapaka. Utalipaka yai lako vizuri liloane kwa mafuta hayo ya marashi. Kisha tia nia yako vile unavyotaka jamii ikuone katika macho yao. Sasa ndio unatia nia, mimi nahitaji nipendwe na watoto, nipendwe na mabinti, nipendwe na vijana, nipendwe na mishangazi, nipendwe na mibaba. Tia nia vile unataka wewe. Yaani nia yako utakavyoamua wewe, vile unavyotaka jamii hii. Kumbuka ni ya watu wote, sio ya mtu fulani ndio anipende zaidi. Yaani hii nina kusanya umma, unaloga umma wote wakuelewe wewe. Na usisitize kuwa unahitaji kupendwa na watu walika zote, kuanzia watoto, wakubwa, wazee, vijana, mabinti na kadhalika. Kisha baada ya kutia nia yako vizuri kabisa, utachukua yai hilo ulilopakayo mafuta au marashi, kisha nenda kaliweke katika mafuta yako utakayotumia au utakayokuwa unatumia au unayoyatumiaga kupaka katika mwili wako. Yawe mafuta ya lotion, chaguo la kwanza, au mafuta ya mgando, chaguo la pili, au mafuta ya maji. Yote yanafaa hapo. Kuna wengine wanapaka mafuta ya nazi, unaweza kudumbukiza kwenye mafuta ya nazi iliwe ndani mule. Wengine wanapaka mgando, liweke kwenye mgando. Unapaka lotion, liweke kwenye lotion. Yai hilo utaliacha ndani ya mafuta hayo likae masaa 24. Kwa hiyo utaangalia nimeliweka labda saa 2 asubuhi, na maana mpaka saa 2 asubuhi ya kesho ndio masaa 24. Yakitimia masaa 24, kisha hilo utalitoa ndani ya mafuta hayo. Sasa hapo unaweza ukalitupa, kwa sababu halina matumizi mengine tena, wala huwezi kumrudishia njiwa kwa sababu tayari limesha haribika. Kwa hivyo tu mchakato limesha haribika tayari. Kwa hata kama wewe ni mfugaji hapo umechukua yai moja la njiwa, kwa sababu utalirudisha, lile yai halirudi kwa njiwa kwa sababu litakuwa linanuka sana, yale marashi litakuwa linanuka sana. Kwa njiwa hata likubali. Kwa kisha litoa, litupe tu katika mazingira ya salama ambayo haliwezi likafikiwa na watoto wadogo. Unaweza ukalichimbia shimo au kalitupa bahala ambapo watoto hawezi kufika, likiwa zima au limepasuka. Sawa. Sasa mpaka hapo dawa yako itakuwa imekamilika. Sasa utakuwa unaitumia kupaka katika mwili wako, yale mafuta yani ndio unakuwa unapaka katika mwili wako pale unapokuwa
kwa unahitaji kutoka kwenda katika mizunguko yako ya kiutafutaji, unaenda kazini, unaenda wapi, unafanyaje, unakuwa unapaka mafuta mwili mzima. Unaweza kupaka usoni, mikononi au mwili wote, unafanya hivyo. Na mafuta hayo hayana limit. Nipake saa ngapi paka saa unaweza kupaka asubuhi, mchana, jioni, muda wote ukijisikia unaweza ukapaka. Ila kuna angalizo. Dawa hii uliojifunza paka hapo, ukabatika kuitengeneza, ila wewe una historia ya majini mahaba, usitumie dawa hii. Wala hata usikaribie dawa hii. Kwa sababu ndio watakupenda kweli kweli na utawavutia kweli kweli. Kumbuka umeweka marashi. Yale marashi ndio wataja kule Gift of Zanzibar, sijui miski, na mafuta yale ya binti Sudani. Ni mafuta ya mvuto yale. Na ni mafuta yana asili ya kuvuta viumbe. Inshallah Mungu akijalia tutaandika kitabu kinachohusiana na mafuta na kazi zake mwaka huu, Mungu akijalia. Lakini alafu uje ujue kila aina ya mafuta yanatumikaje na yanafanyaje kazi, Mungu akijalia. Lakini sababu ina mambo mengi, vitabu tu vilivyotokea kuandikwa mwaka huu ni vingi kweli kweli, na nikiangalia ratiba inanibana kweli kweli. Kama tutajaliwa, lakini tutaingiza na kitabu kitakachohusiana na mafuta. Uelewe mafuta ya miski yana kazi gani, Gift of Zanzibar na kazi gani, mafuta binti Sudan na kazi gani, mafuta sijui ya nyonyo na kazi gani, mafuta zaituni yana kazi gani, mafuta ya mbalika, sijui mafuta ya tini, mafuta yani kuna mafuta mengi sana watu wanayaonaga, watu hawajui yanatumikaje, paka ambiwe na mtaalamu wake kanitafutie mafuta fulani. Sasa wewe ukiwa na elimu ya yale mafuta unaweza ukajisaidia wewe mwenyewe kupitia yale mafuta. Kwa hiyo angalizo, hakikisha wewe hausumbukagi wala una changamoto ya majini mahaba, uwe wa kike au wa kiume. Vinginevyo umewakaribisha vizuri kabisa na watakaa karibu na wewe, na tena watajidhihirisha kwa mapenzi makubwa sana kwako. Yaani ndio watakupenda mno kuliko vile walivyokuwa wanakupenda awali, kwa sababu umewavutia. Kwa hii hakikisha hauna majini mahaba, hauna historia ya majini mahaba. Kama ulikuwa nao basi umeshatibiwa na ukapona vizuri, ndio uitumie dawa hii ili wavutie binadamu wenzako. Usishangae kama wewe ni mwanamke ukaongoza kufuatwa na vijana wakijilipua, wakijimaliza na kujisambaza kabisa. Usishangae hichi kitu kikitokea kwako. Kuwa makini, kuwa mwangalifu, nafanya uchaguzi sahihi kama hujaolewa. Na kama wewe ni kijana au ni mwanaume umeshaoa na umeolewa, usishangae wanawake wakatamani kuolewa na wewe, wakiamini wewe ndio mume wao bora katika wanaume. Usishangae, hichi ni kitu cha kawaida. Kuwa makini na kuwa mwangalifu kupembua mbivu na mbichi. Hii ni moja kati ya dawa inaweza kukufanya ukavutia kweli kweli, na watu wakakutamkia live kwamba wanakupenda bila wewe kujua sababu za wewe kupendwa na hao ni nini. Kwa inshallah tuishe kwa hapa. Dawa yetu imemalizika. Ukiwa na kitabu cha Mwongozo wa Tabibu kasome kurasa wa 127. Huwa nataja hizi namba kwa makusudi kwa sababu kuna watu wana vitabu ila hawajui dawa hiyo imefundishwa kutoka wapi. Sasa ukiwa na kitabu kasome kurasa wa 127. Kuanzia hapo dawa hiyo ndio imeelezwa na maelezo yake yote yamekamilika. Ukiwa hauna kitabu, fuatilia clip hii, rudie mara 2 mara 3 mpaka uielewe. Usinipigie simu kusema nimesikia umefundisha kule dawa ya mvuto, sasa nimekuja huku nataka sasa unieleze vizuri bwana, unieleze. Yani mtu anasema uembe, kwani wewe ile clip unajisikia sema sasa bando liliisha, sasa siweke bando lingine uendelee kusikiliza. Kule haturudi somo kulielezea, tunaweza kukujibu maswali yako yaliyokuchanganya. Labda umeisoma vizuri dawa hii, umeelewa, lakini kuna jambo ambalo limekutatanisha, umeshindwa kujua unafanyeje. Hapo ndo tunaulizana maswali, ila kurudia somo haiwezekani. Inshallah tukutane katika somo lingine katika siku nyingine. Kumbuka vitabu kwa sasa havina ofa. Kitabu chochote utakachokitaka kina bei yake. Mfano, Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi, kitabu namba 1 bei yake ni 7,000, namba 2 ni 10,000 na namba 3 ni 16,000. Chenye jina hilo hilo, Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi. Kuna kitabu cha tiba mbadala, bei yake ni 10,000. Kitabu cha Mwongozo wa Tabibu ambacho ndio hichi tulichosoma leo, somo lake ni 20,000. Kuna kitabu kinaitwa Maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali. Kitabu namba 1 bei yake ni 12,000
na kitabu namba 2 bei yake ni 15,000 chenye jina hilo hilo. Kuna kitabu cha majina 28 ya Barati na kazi zake. Kuna kitabu namba 1 kinauzwa 15,000 na namba 2 yake ni 15,000. Kuna kitabu cha elimu ya abjadi, bei yake ni 20,000. Kuna kitabu kinaitwa ulimwengu wa majini na vituko vyao. Hichi kitabu bei yake ni 30,000. Na kuna kitabu cha furaha ya ndoa, bei yake ni 15,000. Kwa ukihitaji kitabu chochote katika hivi nilivyovitaja, unalipia bei yake halisi kama nilivyotaja hapo, alafu unatumiwa kitabu hicho kwa njia ya email au WhatsApp. Unaweza kufanya malipo kwenye namba yote ile katika hizo, kisha ukathibitisha malipo yako kwa kutuma muamala, ukasema nahitaji kitabu fulani. Mimi ni fulani nimelipia pesa hiyo ya kitabu fulani. Basi mimi nitakutumia baada ya kuthibitisha malipo yako ndani ya dakika 30 kikakufikia popote pale ulipo, kwa wale ambao hawana kitabu chochote. Kwa inshallah tukutane somo jingine siku nyingine sana wakati mwingine. Mimi ni Ustadh Bashir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.